Mambo vipi? I hope mko fiti. Mimi niko poa. And ladies and gentlemen, men leo niko privileged. Niko na the Don Uncle Mado. Don, asiwaambie wasiwa subscribe kwa hii channel Love Wanjiru. Manze, wewe kama una follow hii channel na uja subscribe utafilisika. Ukimwomosha msubscribe mtaomoka pamoja. So you don't know Love Wanjiru, big up on yourself, keep doing what you're doing, people are watching. And things are gonna be better, you know. Mzee Full Kisunzi Buga representing to the fullest. Na nimewaambia msubscribe. Amba tutawaroga. Guys, leo niko na Commentator 254, niko na GRTV, niko na Binga TV na pia niko na Love Wanjiru mwenye ako pale on my father left. Bro, inakuaje tajiri? Fresh, inakuaje bro, mko fresh? Si tuko sawa bro. Gari pesa, luku pesa. Mwa smile. Vile unani-introduce unataka kuchokesha Wakenya. Lakini sinawaambia facts. Ni kweli watie bidii, work hard. Kila mtu anatia bidii ili maisha isikuwe the same. So unaona hata wewe Kioko unapitia bidii. Why are you working hard every single day? Because nataka maisha mzuri, maisha nyororo. Exactly. Utaki stress. Unajua kukaa mahali unakaa unalala unaamuka ujue utachemsha maji ujue maji kama utatengeneza naye turungi ama utaogea. Hiyo si maisha mzuri. Unafaa ukiamka unajua hii maji iko kwa moto ya kukunywa, ya kukunyia, unajua ya kuogea shower itatoa maji moto. Yaani unajipanga maisha nyororo, maisha soft. Unajua msee akikuona hivi ama anaosha make it, wewe ni mtu pesa. Like kuna kuanga na antimbado, acha wewe tukuita Uncle Mado. Sasa ushe struggle kwa life wewe? Yeah, bro. Ile struggle nimeiona kwa life yangu, that's why. So na leo ni Saturday. Saizi hapa tuko nimetoka kufanya interview nyingine. Najipush sana, yani manze mimi najituma, yani in one day na try as much as possible. So naona nimetoka kusikia phone, nimesikia phone call kuna wase tunafaa commit nao. So instead wao kuja hivi nimewaambia tu watangulie mahali tunaenda commit, nikitoka hapa naenda huko. So in a day I try and maximize my time. Yani nifanye vitu most bora tu najua niko direction ya do. Yani tusikosane na hiyo kitu nito do. Tugongane mara mingi. So nimesha struggle sana. Na mali life yangu imefika saa hii siwezi taka kurudi nyuma kwa sababu niko na maadui wengi wanatamani kuona nikirudi chini. Niko na wase wengi pia wana look up to me. So mimi nikiweza rudi chini wanaweza lose hope yao ya life, na mimi ndio kama mentor wao, mimi ndio role model wao. So lazima mimi nitie bidii kabisa, ni push to the limit, alafu bado mimi ni breadwinner wa wase wengi sana. So mimi nikilose na lose na wase wengi, so siwezi afford ku lose. Yani nishaipitia mengi na nataka niwapatie pia motivation ya kuendelea kupush. Hiyo na pia ushaikuwa mechanic at some point. Buda hakuna kitu, hii gari yangu hata ikiharibika hapa mnaweza shangaa, ni tools tu ndatoa nitengeneze kila kitu. 7 days ago tuliona mliachia ngoma hapo inaitwa Ushasema. Yes. Wewe na Lava na Mbuzi Gang. Ina maana Lava alikutafuta akakulipa ama kuliendaje? Lava ni boys, unajua. Music is a global language. As long as you understand what you are doing, another brother of yours akikuwa uko na vibe fiti, si lazima kwa all the time money is changing hands. It depends. Unajua sasa yetu kama yetu ilikuwa tu vibe. Lava ni bishte yangu na tulikuwa tuna vibe fiti na tulikuwa tunafikiria kufanya kitu amazing, na nikamwambia whatever we are trying to look for, niko na maboy wanaweza tu huku na hiyo kitu, na pia ni wa empower kwa sababu pia Mbuzi Gang ni maboy wako fiti, wako na talent, alafu ni wase wa humble na wako na respect, alafu ni wa hard working pia. Nikasema why not pia hata mimi ni wa hook pia na Lava na tukapiga. Hata nikiwaambia hiyo story hiyo collab hawakuwa na believe, walikuwa ndani ni jokes tu zile, but wakakam studio tukapiga kitu na sonona iko out. So wewe ndio ulitafuta Mbuzi Gang? Mimi niliwa call. Hata tulikuwa studio tushaanza tulikuwa na idea, tulikuwa hata na beat ikaanza kugonga gongo, so nikamwambia tu akam. So hiyo ngoma umerekodi wakati Lava amekuja? Alikuja purposely because hiyo ngoma ama kulikuwa na shughuli zingine? Actually hata hakuwa na kam Nairobi, alikuwa ameenda Mombasa. Yes. Alikuwa na kam Mombasa actually kuchill. Tuswa akaniambia kama niko easy tunaweza enda kuchill. Nikamshow bro, uwezi kam Mombasa, kam Nairobi. Tuchill hapa tukifanya job. Na ni best yangu, so akanisikiza akachukua advice yangu na akakam tukachill, tukafanya job. At least hizi tunaona hiyo out of hiyo kuchill yetu. So na sasa tulichukulia kama biashara. So tulichill, bado akafanya appearance kadhaa za club huku akapata do.
na karudi home na product fiti na do poa huko na ina do fiti hapa. Una get, so any of us can perform the song na tutapata do mob through that. Okay. Yeah, man. Wewe ni tajiri hakika na wase wengi umekuwa ukisema like jana nilisikia ukisema una spend 100k in a day. Hata day imepanda sasa tumefika saizi karibu 130. Tunapanda. Ngoja. Sasa ni saa ngapi kwa simu? Sasa ni saa 6 na 50. So far umetumia ngapi? Tunaweza angalia na wewe ama Tunaweza angalia. Tuangalie tu. Yeah. Sasa hata tukiwa hapa hii na saa 6 na 46 nimetumia mtu 5000. Yeah. Ndio? Nilikuwa nimetumiwa 20, nimetumia mtu nikanunua bundles za 3000, nikatumia 25, 15, 5000. Hizo ni ngapi? Ukipiga total si imeshafika hata karibu 100 sasa hivi. Na tunaenda na balance hii ni ngapi? Hebu soma balance. M-Pesa balance 91,056 shillings. Hiyo ni yetu, tuko ngapi? Anamaliza na sisi. So tena tulipea watu kidogo pesa huko kwa show Jalango. Niliona ulituma bob. Lakini unapenda 3 bob sana. 3 bob ni mzuri, najua 3 bob unakujua tao lunch, tao breakfast na sapo unajipanga. 3 bob. Bob. Cheki wasesi tuko sawa ama? Lakini ni mabazu, unaona kila mtu hapa kuna TV station yake kwa online. Una compete na traditional TV stations. So wasema wanauliza hizi pesa zinatoka wapi because kumekuwa na fununu unaosha. Kama kuosha unaweza pata pesa. Pia osha tu. Kama ukisema tuzichukue zile tuko nazo tuanze kuziosha tena mara ya pili zitazaana, osha tu ndugu yangu. Lakini kama unataka kupata pesa, enda ufanye kazi. Ukipata shilingi 10, jiulize hii shilingi 10 nikikula nitakuwa na 10 tena? Hapana. Lakini nikinunua hii shilingi 10 kitu kingine niuze, si nitakuwa na 10 na kitu. So fikiria sana, fanya hesabu yako mzee. Piga hesabu, do whatever you need to do. Hapana lala, usingizi itakusaidia. Mimi jana nililala saa ngapi? Saa 9. Juu nilikuwa gig fulani. Kutoka gig nimeingia home kama saa 10. Saa 2 nilikuwa nishaamka nishaanza kupanga. Wewe ulikuwa na chat na wewe saa ngapi? Saa mapema sana. Yes, nishaamka asubuhi, nimeshatayarisha watoto wangu, nimewasuka, nimewapanga weekend yao. Lazima usingizi itakusaidia na nini sasa? Kulala usingizi itakusaidia na nini? Si utalala siku utakufa. Utalala miaka karibu bilioni 2 before Mungu apige tarumbeta. Sasa wewe acha kulala dunia hii, amka utafute pesa. Tumbo unajua itakwambia tu ulikuwa hata unajua ukilala utasikia njaa tu bado. So amka uende utafute chakula. Chakula ikuwe mingi, ianze kuwa investment. Una understand? Wanasema nini? Utajiri ni nini? Ni mabaki ya tumbo. Ile ukishakula yenye imebaki ndio una invest. Huwezi invest na uko njaa. Kwanza shibisha tumbo yako kidogo. Don, tukiongelea watoto hapo, umesema umeamka uko asuka, si ndio? So nataka kujua watoto ni 4, mama ni 3. Ilikuwaje ikafika hapo? Sasa unajua mtu kama mimi kuni handle ni very difficult. Mtu mmoja hawezi ni handle. Hii wazimu yote mtu mmoja anaweza handle kweli? Sisi lazima wafanye subdivision hii na kwa department na kwa tofauti kwa kudeal na department ya wazimu iko kudeal na department ya business na department nyingine ya fun. So lazima uko na watu wengi kwa life yako. So una watoto 4, baby mama 3. Yes. Ilifika aje hapo bro? Si nilizaa tu vile mtu anazanga. Kwani unafanya namna gani? Si unazaa unaona wacha nizae tena mwingine. Unazaa unauliza mama utakubali tena? Nasema hapana, sitaki kuharibu mwili. Wewe enda na kwa next. Na wote wanajua uko na bibi wengine? Kama nyinyi mnajua na bosa wanaishi nao kwa nyumba wanaanza kusaje. Are they comfortable? Sasa unajua hiyo ni yao. Unajua sasa hiyo labda uende watafute uwaulize kwa sababu hiyo inihusu. Mwili ni yao na mawazo ni yao. Yangu mimi niko comfortable na watoto wangu. Na watoto wangu wako comfortable na kukua watoto wangu. Una understand? They are comfortable with their father. Yes. Hapo jana tuliona ukisema utapatia Jalango because Jalango anaenda kuingia Lang'ata. Yes. MP. I mean utampatia nusu mita ku campaign ama ni kipindi bro? Hiyo ni pesa nitatoa, kila mtu ataona tu. Hata Jalango pesa nikikupatia sitakupatia mahali mimi na wewe tuko. Tutaita media nikupatie mbele yao na waone nikiingia gari niende nikuachie pesa yako. Ndio wa make sure wameona Na Jalango lazima akuwe MP wa Lang'ata.
Kwa sababu akiingia unaona tutapata nyinyi waandishi wote wa habari si mtapona. Kwa sababu anajua uchungu ya kuwa mwandishi wa habari, anajua what it takes for our media to be where it is right now. Ameteseka miaka mingi mpaka afijenge hiyo jina yake mahali imefika. So akiingia bunge mambo ile inatusumbua kidogo kidogo. So tukikuwa na wabunge wengi wanaelewa mashida za vijana wa leo. Unajua vijana wa juzi by the way, maisha ya wale walikuwa wa zamani si maisha ya sasa. Sasa hizi vitu zina change very fast. So tunataka watu wenye wanajua uchungu ya sasa. Yes. Na pia ulisema utaperform for free. Nitaperform for free. For Jalango nitamfanyia kampeni kabisa. Hata sio Jalango peke yake na support sahi. Kuna kijana mwingine anaitwa Mike Gumo. Jina yake ya mtaa anaitwa Mayo. Anasimama Westlands. Pia nitamsupport kabisa. Yes, kwa sababu yeye pia ni kijana mdogo. Anasimama hapo Westlands. So tutawapush. Lazima tuwapush kwa sababu vijana wote wakiingia pale bunge, unaona sasa watakuwa wanasaidiana Jagwa, Jichopevu, KJ, sasa tena ndio hiyo Jalas, tuongeza tena Mayo. So unaona vijana watakuwa sasa tunapigiana tu ni aje bro? Tunataka kitu fulani ipitishwe na itasaidia vijana namna hii. Tunasaidika sisi wote. Kuliko sasa wale wazae ukiwapigia hata wajui shida zetu za saa hii. Wanaona tu kijana mdogo anafaa kuteseka. Watatuambia eti kazi kwa vijana, pesa kwa wazee. Hiyo biashara tuliwacha kabisa. So earlier this week tumeona ukikam through wakati Eric Omondi alishikwa wakati kulikuwa na zile demonstration. Does it mean that on Tuesday, because alisema pia on Tuesday narudi kwa street, does it mean utakuwa pale mstari wa mbele kumsaidia kupitisha ile mswada? Niliona hii ya juzi hata iko imepangwa vizuri. Sasa ile tunaenda kuleta tarehe 4. No, it's not tarehe Tuesday. Itakuwa balaa kwa sababu sinaona Eric Omondi alikuja na watu kama 40. Mimi na mbogi yangu tutakuja na watu kama 2,000. Wewe utaona. Rose utaua. 2,000. Lakini hatupigani na watu, ni peaceful demonstration. Yani tunakuja ni solidarity, yani watu waone tuko serious. Mimi na mbogi yangu, mbogi ya Buga, itakuja hapo watu kama 2,000. Walikuwa wanataka kuja 6,000, lakini nimewaambia watapita wapi? Kwa nini utajaza tao? Itajaza tao ndani jote kwa mingi. Tukuje 2,000. Wakuje pole wapaka magari zao. Walipie parking. Warudi wavae, wachukue zile mabango yetu. Tutembee tu pole hata kuna kupiga kelele. Pole tu. Tena tutakuwa tunachungwa raundi, tunachukua mpaka license, tutakuwa tena polisi na tear gas zetu. Watu wengine wakuja kutusumbua wanapigwa tear gas. Nilisikia inaitwa dawa. Wanapigwa dawa ya wanapigwa doom, wanazima kama cockroach. So sisi tumejipanga raundi, tunaenda pale peacefully. Tunaenda tunasubmit makaratasi yetu kwa waheshimiwa wetu wenye tumeamini kwa hii kazi, tuwapatie makaratasi yetu, stakabadhi zetu zile tunataka mswada ipite, kwa sababu hii mjadala ikipita Kioko hata wewe umepona. Kwa sababu wewe umejua sasa mambo ya kushika kamera, kuedit kunini. Sasa utakuwa unapigiwa simu na wasee wa TV station. Wanakuambia naje Kioko? Nataka kuwapea segment kwa TV station zetu, mtuletee content. Kwa sababu sasa hiyo mambo ya kucheza mavitu za nje zitaisha. Hiyo mambo tukiwasha TV hivi unaona movies za Nigeria saa 4 mpaka sijui saa ngapi. Finished. Tunaingia kwa 70%. Nigeria wanakucheza kwa 25% na dunia mzima itakuwa inangangania 25. Sisi ndio tutakuwa tunapata kipaumbele kwa sababu wewe saizi ukikuwa mgonjwa unatibiwa hospitali ya iko wapi? Hapa kwetu. Sasa wewe ushaona Nigeria amekuja kutibiwa hapa? Ama Mkongo amekuja kutibiwa hapa? Hawa watu wako na nchi yao, wakae huko. Na sisi tujijenge na hii nchi yetu. Hii population ya 45 million tutajikula sisi wenyewe. Wewe unaniinua na mimi nakuinua. Tuinuane mpaka tufike level kila mtu. Hii nchi itakuwa ikuwa na hiyo problem ya employment. Haitakuwa na problem kabisa. Wacha nianze hii simu, ni boss wangu, ni boss kabisa huyo. Hello sir. Mko sawa? Twende. Sasa tunaona management yako iko US na unasema to support Kenyan music, to support kila kitu ni Kenyan. Exactly. The reason why management yangu iko US si kwa sababu mimi ni Muamerika. Management tu iko Amerika, lakini na manage mimi nikiwa hapa. Lakini pesa yangu haitoki Amerika, inatoka hapa. Lakini you see now their system yenye inanisaidia. Wajua sisi system zetu ama ile biashara yenye iko hapa Kenya, wale makampuni ziko hapa, wengi hawana uwezo ya kumonitor dunia mzima kwa sababu wako regulated kwa hii region ketu. So hata pesa zangu zile muziki nilikuwa nafanya kitambo, nilikuwa nafanya muziki mingi, pesa inapotelea huko asipati kwa sababu aggregator mule alikuwa na control pesa yangu, ilikuwa ajui kushika dunia vizuri. Unajua wale wako na mechanism fit, lakini imanishi pesa yangu wanakula. Hao wakuli pesa yangu, percentage yao ni kidogo sana. Ni kama 10% ya pesa nyamina ana. Umewanyonga.
Lakini mimi si ndio boss yao, si mimi ndo nawafanya kazi hapa. So mimi hao wana control the whole world kwa sababu mechanism yao iko fit. So wase wakiwatch ngoma zangu hata Dubai mimi napata do. Kwa sababu ingia kwa sasa kitambo ni hii region tu nilikuwa napata pesa. So unaona nilikuwa napata views mingi lakini pesa ni kidogo. Sasa hizi napata hata views, hata nikipata tu view 10. Pesa inaingia vile inafaa, inakuja yote. Hakuna kukatakatwa. Okay, nataka tuongelee Edgar Obare kidogo ama vienene. Huyo awe watu wa maana. Tuongelee vitu vya maana. Juzi ati wewe ni upcoming artist. Huyo basi hata yeye ni upcoming blogger. Kama unajua kuwa upcoming, there is nothing wrong being an upcoming artist kwa sababu it shows you are going. Where are you going? Unajua ule down going ndio mbaya. Lakini upcoming noma. Kwa sababu yani you can be in the game for the longest time but you are stagnant. Now I am going up because all this time nimekonga nikifanya muziki for fun. Hakuna ule mtu ambaye nifaambia nifanye muziki kama kazi, and I was still making money out of it, and I'm still making a lot of money. Ama tuangalie saizi leo kwa muziki, tuingie kwa account ya muziki sasa, tuangalie tumetengeneza, tuingie tuangalie kwa hii TV tuko nayo hapa. Ngoja tuingie tuangalie tunatengeza pesa ngapi. Ngoja tuone, very simple. Unajua mambo yamekuwa digital, nataka wa zoom sasa hii. Ngoja nigeuze hivi. Ngoja kwanza wasione hii kampuni yangu, najua wataanza kuleta tena ukoja. Ngoja tu ni login, tuingie kwa hiyo dashboard tuangalie balance. Yes, ya hii wiki kwa sababu kila siku mimi nataka pesa nikule. Ngoja tu ndio hapo. Ngoja ni sign in. Ngoja. Usitushitue sana. Ngoja tunaenda one step at a time. Nataka ku login. Haya, niweke email yangu. Usiangalie password bwana. Unaangalia niko kwa simu. Amsirecord password pia. Msirecord password. Password mtakuwa mmeniua. Na ndio iko na kila kitu. Tutakuwa tumekuosha. Password kama nimeweka na kierere ni karibu. Niweke tena. Haya, tu login. Ndio ina load. Basi ngoja tuoneshe ngoja. Ndio hiyo pesa. Sasa hii imeingia ngapi? $370. Hii ni ya leo peke yake. Every single day jioni mimi naona pesa yangu. Na haijaisha mpaka saa hii. Sasa nikitaka withdraw pesa yangu, mimi na withdraw saa hii. Pesa yangu pap ninaipata. Umeona muziki ni gani? Imerelease nilishasema. Ndio inauzwa saa hii. Unaona na pesa, unaona? Angalia, unaona mambo yangu yote, pesa. Unaangalia mambo yote iko hapa. Unaangalia mpaka zile mainchi zinanisikiza saa hii. Ngoja tuende polepole. Inchi number 1 America, Kenya, US. Umeona US, Chile. Wewe ushaona msanii wa Kenya anasikizwa Chile? Niambie. Spain? Hakuna. Senegal? Bado. Switzerland? Hadi UK. Mimi nasikizwa paka wapi? Paka Russia. Nasikia paka Russia. Zinapangwa hivyo. Wewe ushaisikia wapi? Nawaambia fanya kazi, wacha ujinga. So do you think that nani Edgar akisema kama wewe ni upcoming, ule hawezi mzee, inakuwa unfair kabisa? Ule ni mtu tu, hata tuongelee hata Kenya wengine, hata afadhali tutafute tu mtu yote anapita hapa tuanze kumuongelelea. Ule hawezi. Mtumie message moja. Buda, nilikwambia niko na job. Akam ni mshow. Mimi niko na vitu mingi naweza saidia mtu naye. Awache kupigana na watu kama sisi, hawezi. Atafanya hiyo blogging yake, account inafungwa, anatafuta nyingine, ata change my account na hata yeye umoka. Tena hata ana uwezo wa kuja mbele ya watu. Nilikuwa nimetoa ofa nyingine. Edgar Obare, umeona Kioko vile umeniita hivi, tuna chill tunakaa. Hakuna mtu. Umeona kama kuna mtu ananidai? Sina hata bodyguard, niko one man sasa, sio? Yeye akiweza kubali kufanya interview kama hii pahali yote Kenya. Na aseme anafanya, natoa 5 million tumpe. Hebu mwambie asikie. 5 million mimi natoa hiyo offer. Umeofa yeye 5 akifanya interview. Akifanya interview kama hivi akuje. Hawezi, hana life. Hawezi. Commentator. Okay, sasa I think hiyo message itamfikia. Anyway, KRG tukimalizia going forward saiji ni kama umesema umerudi kwa muziki full kabisa. Na unajua mimi sasa hizi niko na support system fit jo. Yaani shukrani sana kwa hii mwaka, hii miezi kadhaa imepita, nilikuwa najitafuta nini nilishajipata, alafu wale watu niko nao sasa hivi wananisupport manzani, ni watu wangu wa truth, hawana unafiki.
Unajua kitambo nilikuwa nikipanga vitu, kulikuwa na lot of negative energy, alafu watu walikuwa karibu na mimi walikuwa ni support. So walikuwa waleti ile vibe. Unaget, lakini sasa watu wenye niko nao sasa manze wako nyuma yangu nikaende alafu wanani appreciate, wananipatia motivation, msana na kucall, anakupatia. Yani hata nikimaliza kitu kama hii back at home wana watch, wana support, wananicall niambia ni aje next kaende advice. Bani advice wenye niko nao sasa na team yangu ni true. Yani legit kabisa. Do you think kwamba sasa wa Kenya wameanza kujua like juu kitambo perspective ya watu kwako ilikuwa ni kama wewe ni msee uko na maringo, but sasa hadi ukiangalia kwa comments mingi watu wameanza kusema wewe ni msee humble. Actually ile siku tulikuwa live ya Recomondi, niliona wase wengi like 75% ya hizo comments ilikuwa about wewe. Wakisema KRG big up nini. Okay, unajua kuna kitu moja wase walikuwa na confuse kitambo. Being confident and arrogance. Those are two different things. Mimi si arrogant, mimi ni confident. You understand? Because I know whatever I'm doing or whatever I'm saying it from the bottom of my heart. Ukiniuliza kesho, nitakwambia the same thing. Na mimi I always stick to the truth. Mimi hata nikikukosea, mimi nitakuja nikuombe msamaha. Hata ukikuwa wewe ni mtu bure kabisa, lakini mimi nitakuja nikuombe msamaha. Na wewe ukinikosea, lazima ukuje, sitawahi change. You understand? Na mimi sinanga regrets kwa life yangu. Everything is just a phase. Understand? So tukikosana na wewe naangalia umse na mnid kesho, wacha tu nimwombe msamaha hata kama sitamnid hivyo. So hiyo being real too much. Unajua watu wengi wanakuanga waoga na mimi si muoga. So mimi usema hata nikikuwa msiki sasa hivi nitakwambia mimi niko mgonjwa. Watu wengine wanaweza kosa hata kuambia, ama nikikuwa njaa nikose kuambia. Yani vitu mingi mimi nasemanga venye ziko. So wasee wameanza kuunderstand kwamba huyu msee ni mreal. Hivyo ndio yako. So either appreciate vile yako ama mtu mchukie tupende wanafiki. Lakini tukimpenda vile yako atatupatia vibe, na mimi ni vibe kwa sababu mimi kwa sababu wengi upenda vibe yangu. Na mimi ni venye niko ndio hivi. Hata ni in real life tutachill na wewe, tupige story, ukwe best yangu, tufanye mambo mingi. Na sitaki kuletea negative energy. Nikiona naweza kukaa kwa life yako nikupate negative energy, naweza afadhali tu nibaki pale niko ya. Hata unaona zile bado zile mavitu mimi ufanya hata chini ya maji gigs zile mimi ufanya chini ya maji, naenda tu kwa mdosi fulani ananiita kwake. Kama ananiambia kama chill kwangu kama 2 hours. Namwambia budget yangu unanipiga kama so 4 ama so 5. Yaani kuchill tu. Tuna chill, tunataka naweza mpigia. Ngoja twende pole hapa. Unaita msee akamchill na anakulipa. Yes, amzia ananiita kwa sababu hiyo ni shughuli yake sasa. Anakujanga so 4. So 4 yangu napigwa. Tumechill, labda anataka kuentertain familia yake. Yeah, that's it. 400k inaingia hivyo. Inaingia. Don, uko na red card? Red card yangu inategemea na kenye unataka nifanye. Yes. Inategemea gigi yako inakaaje. What do you want me to do for you? Yes, kama ni mapromo zenye unaona mimi nikidoingi nikipost kitu, kuna venye mimi ucharge, lakini si fixed price. Inategemea how are we relating with you. Una get? The lowest you can go ni gap. Siwezi sema the lowest. Sana kuna zingine anafanya ngata sare. Kuna hata dem mwingine nilimitiko kwa Recomondi akaniambia kanaweza mfanyia YouTube channel yake sijui pale nini, kamwambia siwezi mlipisha juu nikimlipisha haizi ni afford. So the best afadhali tu nimpatie kama gift. At least it ata appreciate even more than nikimlipisha kama pesa haizi afford, ama nichukue pesa yake nikose ku deliver. Afadhali nimfanyie free. Una get? Okay, of late umekuwa ukislap wase na pesa, like juzi tuliona ulikuja kuokoa Eric. Hatujui ulitoa pesa ama ukutoa, lakini ulikuja na pesa mingi sana. Ilikuwa almost kwa Butita pia ukamslap na 110k. How much are you worth? Ai baba, mambo ya kusema how much I am worth, unajua si kusema how much money I have in my account. It means everything that I own, including properties. Yani assets. Baba tuko kwa mabi. Billions. Taja tu. Sijawahi, unajua properties zile ziko niko nazo zina appreciate every single day. So ukiniambia niseme saa hii, unaniambia kwanza tutafute tena watu tuanze kufanya valuation tena mpya, kwa sababu every day tutafanya tena valuation. You understand? Na kuna zile zime depreciate of course, kitu kama gari 5 billion. Siwezi jua lakini ni mabii wewe. Hiyo ni kidogo. Jua tu ni mabii. Ni kidogo hiyo. Ni mabii na inaendelea kuenda. Inaenda mzee. Kwa sababu hata Bitcoin zile niko nazo ni kibao na inaenda. Ringtone leo kuna jamaa fulani mwana kwa news amepatia demu yake 102 million. Ule mzungu fulani. Wewe mzungu. Watu wanasaidia watu wao bwana. Sasa niambie wewe ni prezo ndugu yangu. Shata.
My G one time nako. So Ringtone pia usema ako na pesa na alisema ako worth 2 billion. Hiyo ni yake. Do you think mko level moja? Si uko level na mtu yote mimi. Niko level yangu. Unajua mimi ni kama train hii SGR. Iko mahali moja shaona train na magari zingine zikipita mahali moja. Mimi ni kama train kwa industry. Uko solo. Mimi niko solo kwa lane yangu, nilitengeneza line yangu peke yangu. Mimi siimbi tena gospel. Sasa unanilinganisha vipi na wasanii wa gospel? Mimi ni Muislamu. Hizo vitu zao sisikii. Hebu tupigie kashenka moja. You don't know. Alafu tumalize. You don't know Semidea, KRG the Don, the baddest thing around to and the whole world know that. Aital. Mzul Kisunzi over. Amesema nini? To and the whole world know that. KRG, una feel msanii mgani mnoma sahi Kenya 254? KRG si ndio msemo mnoma? Kwani kuna msemo mwingine mnoma kuliko KRG? Mimi niko my own lane, yani mimi nikaa SGR. Hatuwezi kuwa na msemo mwingine kama KRG. Kuna msemo mwingine mrili kama mimi, hebu niambie tu mmoja kwa industry. Iko? Hakuna, wote ni wakuja. Niko na surprise ya Madem by the way, imekuwa sana nikishughuli, nimesumbuliwa sana na nitafanya kitu na I think my next niko na project mob nishadu, so I think my producer walikuwa wananiwashani advise that. So maybe next project naweza release yenye naweza sema tudondoe KRG na Madem kadhaa. Hata si mmoja, tufanye hata kitu na Madem kawa wawili, sio? Okay, tumeshukuru sana kwa kukam. We are so happy for that na we appreciate your time. Big up sana. Big up. Shukran pia mimi sana. Vijana wajitume, unaona hawa wase wote hizi TV stations zote ziko hapa ni kibao. Wanajituma. So kila mtu ako home manze. Kama unataka kuomoka, amka uache kulala hapo mahali umejifunika na blanket ya Raymond. Sio ndivyo kwa gari ukam. Hakuna kitu leo mnapata. Au mnataka kupata kitu? Ka 3 bob. Hapana mwezi. Si mtanifilisha. Unajua weekend bana. Ni weekend by the way. Ni weekend bana. Ni ref, mimi niko na mavitu mob. Nilisikia ukisema uko na show majuu. Niko na show by the way ya US. Nilikuwa na show ya US cancel, lakini sasa next show niko na iko UK, London na Paris. Paris Saint-Germain. Yes. Paris. So yeah man, that's it. Kuna mtu anapiga pasta.